Karibu katika makala maalumu iangaziayo maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, Jimbo Katoliki Musoma. Jina langu ni Makiwa Jumanne. Mei Mosi huadhimishwa kila ifikapo tarehe 1 mwezi wa 5 kila mwaka, ikiwa ni kumbukumbu ya mchango wa wafanyakazi waliofanya kazi na kutoa huduma kwa wahitaji kwa wito na weledi mkubwa. Na wafanyakazi hutumia siku hiyo kuwakumbusha waajiri juu ya changamoto na wajibu wao kwa waajiriwa kwa mujibu wa sheria ya ajira na mahusiano kazini. Katika kuadhimisha siku hiyo, Kanisa Katoliki Jimbo la Musoma limeadhimisha siku hiyo na wafanyakazi wao zaidi ya 500. Maadhimisho hayo yamefanyika katika ukumbi wa Bishop John Ludin Mwembeni Complex, ambapo pamoja na mambo mengine, kanisa hilo limetoa vyeti vya ufanisi kwa taasisi zao na kutambua uwepo wa mchango mkubwa wa walimu katika sekta ya elimu kupitia shule zao zilizoko katika kila wilaya ndani ya mkoa wa Mara. Ilikuwa furaha kubwa na isiyo na kifani. Lilichezwa litungu. Wahaya kutoka Bukwaba hawakuachwa nyuma. Wajita nao waliingia kati na ngoma zao. Kisha Wahindi, wazee wa kuchikuchi otahe, nao wakaonesha umahiri wao. Kisha sebene likamalizia. Naam, wafanyakazi walipata nafasi ya kufurahi baada ya kazi ngumu na kubwa za mwaka mzima, ambapo tukio hilo la Mei Mosi lilitoa nafasi ya mwenyekiti wa bodi naye kuzungumza yale ambayo ama kwa hakika ni chachu ya kanisa ngazi ya jimbo kuwa katika kiwango cha juu kabisa katika sekta ya elimu mkoa wa Mara, huku kanisa likilenga kuunda utu kamili wa mwanadamu na kusisitiza mshikamano kama familia ya Kanisa Katoliki Jimbo la Musoma. Ninaomba nizungumze suala la familia. Na familia ninayozungumza ni familia ya Jimbo la Musoma. Ninapenda niwasisitize ndugu zangu, na msisitizo wangu ninaomba uwe kwa nguvu zote, ya kwamba shule zote za jimbo letu ni familia moja, na ndio maana tumekaa hapa kama familia moja. Watu wasio familia moja hawawezi kukaa pamoja, na sifa ya watu wa familia moja ni wale wanaokaa pamoja. Sasa kama hatukuwahi kujiona namna hiyo, basi hebu ninaomba tuanze kujiona namna hiyo. Kikao cha tarehe 23 mwezi wa 3, ndio baba, tukiwa na baba askofu, jambo hili alilisisitiza kwa nguvu, na nikaona dhamira yake ya ndani, jinsi anavyotamani taasisi zote zilizo chini ya kanisa ambazo zinamilikiwa na jimbo, hata kama wasimamizi ni tofauti, anatamani tusome ukurasa mmoja, na tunaposoma ukurasa mmoja tuwe na uelewa mmoja. Na hicho ndicho ambacho kimetusukuma hata siku hii ya leo. Ni bahati mbaya kwa wale ambao hawakufika siku hii ya leo. Tumeanza kukutana, na tunapokutana namna hii tunayatimiza na kuyatekeleza yale ambayo baba askofu anatamani yatokee. Kwa hivyo sasa niwasihi kwamba umoja huu ni umoja muhimu sana tunapokuwa tunakaa kama familia, kwani katika familia tunategemea kuna mshikamano na upendo. Katika ngazi ya utumishi, kurugenzi ya elimu jimbo ndiyo idara muhimu, na hii ndiyo iliratibu mchakato mzima wa shughuli hiyo. Hapa mkurugenzi msaidizi wa kurugenzi hiyo akapata nafasi ya kusema neno. Nina hakika kwamba wale ambao hawakujaliwa kufika, mkiwasimulia watajiuma vidole. Siku ya leo imekuwa siku ya furaha, na pia tumepata kujitambua ya kwamba kumbe jimbo lina rasilimali watu wengi katika taasisi, na pia
imetuonyesha picha ya kwamba kumbe Jimbo Katoliki la Msoma limeajiri watu wengi, na hivyo kila kicho kilichoko hapa tunaweza kusema ni makadirio ya kila familia ambayo inanufaika ama na huduma au riziki inayotokana na kazi ya huduma yao katika taasisi. Ninaomba sasa tumsikilize mteule wa askofu katika jambo hili, anayesema nasi kwa niaba au kwa nafasi ya askofu mwenyewe. Mimi Padri Julius Magere ni makamu au msaidizi wa mkurugenzi, ambaye mkurugenzi wetu Padri Dr. Changwe ndiye delegate ama mpeleko wa askofu katika sherehe hizi. Ninaomba bila kupoteza muda, kwa sababu tunajua wengi wanaenda safari za mbali, na kwa sababu pia kuna kugawa vyeti hapa, naomba tusiondoke, nimkaribishe mpendo wetu padri. Haya mambo leo ni mwanzo, majali wa mwaka mwingine tutakusanyika hapa. Padri, karibu sana. Akisoma salamu za Baba Askofu Michael Msonganzila wakati wa kufungua maadhimisho hayo, mkurugenzi wa idara ya elimu Jimbo Katoliki Musoma, Padri Dr. Constantine Changwe, amesema walimu wanafanya kazi kubwa na hawapaswi kudharau wanachokifanya, kwani wanaandika kwenye mioyo ya watoto. Siku moja mwanafunzi aliulizwa, unataka kuwa nani ukikua? Akasema, sitaki kuwa mwalimu. Walimu wote wakashtuka, lakini alipoulizwa kwa nini, akajibu, kwa sababu mwalimu wangu anafanya kazi kubwa sana na naogopa sitaweza. Hapo ndipo ukweli ulipojificha. Dunia inaweza isiseme sana, lakini inawaona na kazi yenu inaonekana. Ndugu zangu walimu, msidharau kile mnachofanya. Mnaandika kwenye mioyo ya watoto, mnapanda mbegu ambazo hamtazivuna, mnatengeneza historia ambayo hamtaiandika majina yenu juu yake, lakini Mungu anaiona, kwa sababu neno la Mungu kwa nabii Isaya lasema, neno langu halitarudi bure. Isaya 55 mstari wa 11. Na sasa nimalizie kwa sentensi moja ambayo ningependa ibaki mioyoni mwenu. Kama dunia itasahau majina yenu, mbingu hazitasahau matunda yenu. Basi twendeni kwa furaha, kwa imani na kwa ujasiri. Na kama kuna siku mtachoka, kumbukeni tu, hata Yesu alikuwa mwalimu na darasa lake alikuwa rahisi, lakini jina lake bado linatajwa sasa na hata milele. Mtakatifu Yosefu mfanyakazi, utuombee. Wenu Askofu Mikaeli Msonganzila wa Jimbo la Musoma. Matumaini yangu kuwa siku hii inakuwa ni kumbukumbu kubwa sana, maana walimu na wakuu wa idara mbalimbali, kurugenzi ya elimu jimbo waligonga cheers na kunywa champagne huku wakifurahi pamoja na wafanyakazi wao. Kando ya mkutano huo, nilipata nafasi ya kuzungumza na mdhibiti ubora elimu wa jimbo kwa shule za St. Paul na Nyegina Sekondari, aliyezungumza kwa niaba ya wakuu wa shule, viongozi na walimu wa shule zote za jimbo. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kazi zetu kama Jimbo Katoliki la Msoma, lakini na majimbo mengine, ni kwamba sisi tunafanya kazi kwa ushirikiano kati ya shule zetu zote chini ya kurugenzi ya elimu ya jimbo letu. Kwa kweli maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo katika Jimbo Katoliki la Msoma tumeyafanyia hapa, ni tukio ambalo kwa kweli linaenda kubaki katika historia ya kila mfanyakazi ambaye yupo chini ya jimbo hili Katoliki. Kwanza, kile kitendo cha Baba Askofu ambaye ndio mlezi wetu mkuu kutambua umuhimu wa wafanyakazi wake ambao wanafanya kazi katika taasisi za elimu katika jimbo lake, lakini vile vile kutukusanya sehemu moja, kula naye chakula cha pamoja, lakini vile vile kusikiliza yale ambayo tunayahitaji sisi kama wafanyakazi, lakini vile vile kuona namna gani yeye pia anakwenda kutusaidia, kwa sababu yeye ndiye mlezi wetu mkuu. Na sisi kwa kweli tumefurahi sana kwa kitendo hiki, na tunasema kwamba maadhimisho
maadhimisho kama haya yaendelee kuwepo mwaka hadi mwaka, kwa sababu yanatuunganisha pamoja sisi kama wafanyakazi. Tunajifunza na kufahamiana zaidi, kwa sababu jimbo la Musoma ni kubwa. Zipo shule ambazo wafanyakazi wake hatufahamiani, lakini tunapopata nafasi kama hii tunafahamiana na tunaweza kubadilishana mawazo, tunaweza kupeana mbinu za ufundishaji, ili kusudi watoto wetu pamoja na elimu ya kawaida wanayoipata, lakini vile vile mafunzo ya kiroho na kuendana na mtaala wa Tanzania jinsi ulivyo. Mtazamaji, maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi kwa Kanisa Katoliki Jimbo la Musoma yanakuwa ya kwanza ambapo yamefanyika mahususi kwa ajili ya kuwatia motisha wafanyakazi, huku yakitajwa kuwa endelevu kila mwaka. Ni matumaini yangu kuwa umeburudika, kujifunza, kuelewa mambo baadhi yafanyikayo katika sikukuu za Mei Mosi, huku kwa Kanisa Katoliki Jimbo la Musoma wao wakileta utofauti mkubwa kwa namna yao ya kipekee walivyoadhimisha siku hiyo. Mpaka kufikia hapo na kuwa sina la ziada mpaka wakati mwingine. Jina langu ni Makiwa Jumanne. Kwa heri. Leo Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani, mwaka 2026. Jimbo Katoliki la Musoma tunasema oh yeah. Mgeni rasmi, oh yeah. Barikiwe wajumbe wa bodi elimu, kauli mbiu yetu uwezeshaji na usawa wa wafanyakazi. Leo tunasimama kwa shukrani nyingi.